Mungu huwa akisema analiangalia neno lake, analisimamia mpaka liwe limetokea. Lakini siku zote Mungu, kanuni zake za kuwapa watu vitu, lazima nikwambie hiyo kanuni ni ya muhimu sana. Mungu ni Mungu wa agano. Mungu ni Mungu ashikaye maagano. Mtu yeyote aliyeokoka ni mtu ambaye ameingia agano na Mungu, kwamba wewe utakuwa Mungu wangu, utakuwa baba yangu, sitaabudu Mungu mwingine, siendi kwa mchawi, siendi kwa mganga, siendi kwa mchoma nyota. Nikihitaji kinga ya biashara yangu nitakujia wewe, nikihitaji afya nitakujia wewe. Kwa hiyo naingia agano na wewe Mungu, uwe Mungu wangu. Kwa hiyo ni Mungu ashikaye maagano. Sasa Mungu ashikaye maagano huwa anatoa ahadi kwa watu ambao wapo kwenye agano na yeye. Umiliki wowote ulio nje na agano la Mungu, kwa Mungu ni sawa na eneo hilo haijawahi kumilikiwa. Nchi ambayo inakaliwa na watu, lakini watu hao kuanzia watawala na wanaotawaliwa wako nje ya agano na Mungu. Na ndio maana wewe ambacho umepewa na Mungu kimekaliwa na mtu leo. Mungu anakupa chenye mtu, ila huyo mtu hana agano na Mungu. Kwa hiyo kwa macho yako ukiangalia unasema ule mlima una mwenyewe, lile shamba lina mwenyewe, ile ofisi ina mwenyewe, ile kazi ina mwenyewe. Lakini kumbe yule unayemwita ni mwenyewe hana agano na Mungu. Tuko tayari kufanya chochote kitakachotufanya tuweze kupenya, kitakachotufanya biashara ipenye, kitakachotufanya mega church ipenye, kitakachofanya wana wa Mungu wapenye, kitakachofanya baba yetu wapenye, kitakachotufanya walioko Dar es Salaam wapenye, walioko Mwanza wapenye, wa Kigoma wapenye, wa Tabora wapenye. Chochote kitakachowafanya wapenye, tuko tayari kukifanya kwa jina la Yesu.